ninahitaji hekima yako ili niongoze. Hekima ya kibinadamu kuna mahali huwa inafika mwisho, alafu inahitajika hekima ya Mungu. Ndio maana kuna mahali Mungu alijaribu kuwaacha wana wa Israeli, walizunguka miaka 40 sehemu moja. Aliposema nimewasamehe, naanza kutembea na nyie, unaona, wakaona kumbe ilikuwa ni hapa tu na pale, lakini walizunguka miaka 40 kwa sababu hawakuwa na Mungu. Kwenye maisha ya hapa duniani, kila unapotaka kwenda, anayejua unatakiwa kuwa nani, unatakiwa kuwa na nini ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anayejua unatakiwa kuwa nani, unatakiwa kuishi maisha gani ni Mungu peke yake. Kwa hiyo hakikisha kila unachofanya anza na Mungu. Una huduma kesho, mwaka ni kesho, ni leo, baadaye kidogo unasema mwaka huu nataka nihubiri injili kwa spidi. Usitegemea akili zako, ila hiyo spidi ni nzuri, lakini mwambie Bwana, tembea pamoja na spidi yangu. Kuna mtu yuko hapa amekusanya mtaji, ameweka nyumbani, amesema baada ya ibada ya kesho naanza kufanya biashara. Nasema hiyo spidi yako ni nzuri, lakini usianze bila Bwana. Kuna mahali utapotea, kwa sababu kuna mazingira ya nje na kuna mazingira ya rohoni. Mazingira ya rohoni uyaoni wewe, anayaona Mungu. Kama hautakuwa na Mungu, kuna mahali utaanguka na sisi tutakuona. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Mungu, yeye anatembea mbele yako, anasawazisha mahali palipoparuza. Mtaji wako mwambie Baba, ni kweli nilianza biashara 2025, lakini sikuanza na wewe. Leo nimeanza na wewe. Kuna mtaji upo, kuna hela ninayo, kuna hela naisubiria. Ninapoanza biashara, sitaki kuanza peke yangu, nataka nianze na wewe. Nataka nianze na wewe kwa sababu najua nikianza mwenyewe nitaanguka kama mara zingine nilipoanguka. Lakini muda wa kucheza umekwisha, sitaki kucheza tena. Nataka kuishi kama mtu mzima ninayefanya vitu na vinaleta matokeo. Leo nilikuwa naongea na mtu mmoja, alikuja ibadani, nilikuwa naongea na mtu mmoja. Nikasema kuna muda unaweza ukafanya kazi, unaweza ukafanya biashara, lakini unakuwa kama mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa kama mtoto. Mwambie jirani yako unakuwa kama mtoto. Mungu akubariki kwa hilo. Watoto hawa utaona wana vifuu vya nazi, alafu wanasema tunapika mchele, ubwabwa, tunapika ubwabwa. Na kesho sikukuu wanaweza wakafanya hivyo. Wanasema tunapika ubwabwa, wanapika ubwabwa. Alafu wanajenga nyumba. Nyumba zao wanazijenga ni nyumba za michanga. Nyumba inatoka hapa mpaka hapa, anasema ni gorofa. Anaweka vyumba 4. Nyumba inatoka hapa mpaka hapa. Anasema hiki ni chumba cha baba na mama. Analala miguu iko nje, kichwa kiko ndani. Lakini mtoto mwingine akija, anaona miguu iko nje, anabisha hodi, anasema hodi. Hodi, lakini miguu iko nje kupitiliza nyumba. Akitokea mchungaji akakanyaga nyumba, mtoto anaanza kulia. Namwambia mwanangu nini?